Mimi nimekuja kutimisha macho. Nimekuja huku Bujumbura mara nyingi ili wanipasue macho kwa maana nilikuwa na ugonjwa wa kukohoa. Wote wamekuwa na hofu ya kunioperate. Nimepita kwa Johnson mara mbili. Nikaenda kwa Minagana mara moja. Huyo dokta amenambia kama hawezi kuoperate jicho moja, na kwa maana nilikuwa nabaki na jicho moja, inaweza nikakuwa kipofu. Hiyo wakati nilikuwa nikiona kidogo kama kuliko hivi vipo. Nikamwambia anitume Rwanda, alikatalia. Akasema itakuwa ni dhambi alikuwa anafanya, kwa maana itakuwa nikiwa kipofu, itakuwa ni makosa yake. Mimi hiyo wakati nilipa naenda nyumbani, akaniandikia dawa. Kama hiyo dawa itakuwa ni nini, itaweka ndani ya macho yangu maisha yangu yote. Hiyo dawa ilikuuziwa 3,000. Ikafika kwa 5,000, lakini nikakutana isimamisha. Hiyo dawa nimeishika kama vile miaka 3. Nikaacha yote, nikaamini Mungu. Na hizo faranga nilikuwa nikienda kujitilisha, nimeenda kujiuzia ng'ombe nikaifunga. Mpaka hivi kama vile mnafika. Nikaona ninakuwa nguvu sana. Nilikuwa nikienda kwenye gari, sasa siwezi tena. Kwa maana niko na mtoto anaikana hapa Bujumbura, ananiambia anibebe kwa mganga kwenye wanaweza kanaopere macho. Mganga kilipima, ananiambia kama jicho moja lishavunjika, lakini na lingine linabaki na kadonge kamoja lizimike. Akanambia nikuja niopelee, kwa hiyo nabaki kamoja, kwa maana akiniacha, hata kama akiniacha sitakuwa kipofu. Ni ya mara kwanza nasikia mtu anakubali kuniopelewa, wengine wamekuwa na hofu. Kwa hiyo nimesikia nina furaha. Ninaamini ya kwamba ni Mungu ndio amemwezesha kubali. Mimi ningeienda siku ya leo, lakini nikaona ni vizuri nikuje kuomba Mungu. Hapa sikuwa napajua. Nilikuwa nafasi nyingine, nilikuwa nataka naenda, lakini halikuwezekana. Nimechagua kuja hapa. Ndiyo maana ninashukuru Mungu.
Mimi ninaitwa kwa jina la Nichimayora. Ya kwanza nashukuru Mungu. Jewe nalimaze imyaka 5 tutakokana neza n'umufasha wangu. Mimi nilikuwa namaliza miaka 5 bila kuongea na mke wangu. Ariko kuva tariki 20 sezega. Lakini tangia tarehe 12 nimekuja hapa. Natanguye kuona ihinduka kuri we. Nimeanza kuona mabadiliko kwake. Ahasigara ayitashe. Kwa hii wakati ananiita nikasema Mungu apewe sifa. Jewe mugabo nanigewe ni daimoni. Mimi nilikuwa nimeshikwa na daimoni yo kuborerwa ya kuwa mlevi. Ndimo kabare nabona yuko umenga abantu bose basororera. Mimi nilikuwa kama niko kwenye kabare, nilikuwa nikiona watu wote ni vizuri niwasororee. Ariko ibyo byose byarahanaguwe. Lakini yote nimevutwa tangia hiyo tarehe yo kwa 6 mwezi wa 6. Uberenda shimana kubona ngeze isaha na ibyo byose byarahanaguwe. Mimi nashukuru Mungu kwamba nafika kwa hiyo wakati yote nimevutwa. Abashimye bugati mwese mufashe gukomera amashi. Ninashukuru na wote mnisaidia katika makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa kwa jina la Niyozimarui. Ninaishi hapa Kamenge. Nimeanza kujua hapa tarehe 4 ya mwezi wa 4. Wakati nimefika hapa nimekuja na familia yangu kwa maana nilikuwa nimesikia kwenye redio. Mimi nimekuja nikivaa suruali 2 zimechanika zote. Tena nilikuwa na kazi nzuri sana. Nilikuwa nikivuta tumbaku mingi na pombe mingi. Wakati nilikuwa nimefika hapa palikuwa panamalizika masiku tumeachana na familia yangu, nikaenda kuwaombea mahali wanaweza kulala nafasi nyingine. Tuliendelea kuja sisi wote tukija kuomba hapa. Nyuma Mungu akanisaidia, zile pesa zilikuwa zinaenda zinapotea zikarudi. Nikaanza kupanga nyumba, tukaishi pamoja. Sasa ninakuja kushukuru Mungu kwa yote maisha kumtendea. Mungu Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ninataka kusikia makofi Bwana. Ninataka kusikia makofi akiwa hapa. Mimi nimeishi. Nilikuwa na mke wangu alikuwa mjamzito. Kila wakati alikuwa akienda kwa mganga, wanamwambia kama ana ndani mtoto ndani ya tumbo yake. Lakini yeye kila mara alikuwa anasikia yuko mjamzito.
Wakati nimefika hapa akasema kwamba wazazi wameshindwa na kuzaa, wanaenda kuzaa. Hapo nikashika nikasema ni mimi. Hiyo wakati akasema mwenye iko na pesa anunue serumu na anunue mafuta ya elayo. Akasema kila mtu apakae kwenye anasikia maumivu. Hiyo wakati nimeendelea kufakara kwenye nyumba na nikiendelea kumwombea. Hiyo wakati alikuwa anaeleza miezi ya 8, nikamwambia arudi kwa mganga wampime tena. Hiyo wakati akienda kwa mganga walimwambia iko na mimba. Wakasema hii mwezi mimba iko tayari ya kuzaa. Wakati wa kuzaa amezaa mzuri, tena ameendeleka mzuri. Sasa mimi nataka nishukuru Mungu kwamba amenitendea mema. Mimi nilikuwa kabisa niko kama vile nimejiachilia. Tena mimi nilikuwa mtu nikikunywa pombe mingi sana, lakini tangia nimefika hapa ajili ya maombi yote imeisha. Wote nyinyi wote mnasikia kufunga watu wote wa wabariki. Haleluya.